cha kuanzia Julai hadi Oktoba 2025, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji limepata mafanikio mbalimbali, kwa uchache ikiwa ni kufanya ukaguzi wa kinga na tahadhari dhidi ya moto pamoja na majanga mengine. Kutokana na ukaguzi huo, jumla ya maeneo 25,514 yalikaguliwa, ikiwa ni sawa na 109.34 ya kukagua maeneo 23,333 kwa kipindi husika. 2. Kutoa elimu kwa umma katika maeneo 8,722 ikiwemo nyumba za ibada, vituo vya usafirishaji na masoko, ambapo wanufaika walikuwa 372,188. 3. Kuzima moto na kufanya uokozi katika matukio 1,388. Kati ya matukio hayo, matukio ya moto yalikuwa 1,031 na yale ya uokoaji yalikuwa 352 na jumla ya watu 442 waliokolewa. Tunashukuru sana serikali kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kwa jitihada ambazo zimekuwa zikichukuliwa ili kuhakikisha kuwa changamoto zinazolikabili Jeshi la Zimamoto na Uokoaji zinapata ufumbuzi. Kwa uchache ikiwa ni pamoja na: 1. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji linaendelea kuomba vibali vya ajira kila mwaka kutoka Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora kupitia IKAMA. Mwaka 2025-26 jeshi limepata kibali cha kuajiri askari wapya 1,000. Makofi. Kwetu sisi kibali hiki, Mheshimiwa mgeni rasmi, kimekuja wakati mwafaka ambapo tumepata vifaa kutoka kwenye mkopo wa ADES. Hivyo tulihitaji sana idadi ya askari kuongezeka ili kuweza kuvitumia ipasavyo. Sisi kama sehemu ya wizara pale wizarani pamoja na wasaidizi wetu katika ngazi ya wizara, tuna imani na matumaini makubwa sana kwenu kwa kutambua kwamba mnatekeleza majukumu yenu kwa uzalendo, ufanisi wa hali ya juu, licha ya changamoto mbalimbali kama ambavyo mwenyekiti wetu wa baraza amezibainisha katika hotuba yake. Pamoja na pongezi hizo, ningependa sasa kutumia fursa hii kuendelea kuwahimiza kuongeza uwajibikaji zaidi katika utoaji wa huduma za zimamoto na uokoaji kwa kufika kwenye matukio kwa wakati ili kuzuia madhara na uharibifu unaoweza kujitokeza kwenye majanga ya moto, lakini pia kwenye utoaji wa huduma ya uokoaji. Kwa kutambua unyeti wa majukumu ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, niombe kuwafahamisha kuwa wizara yenu ya mambo ya ndani ya nchi inaendelea kufanya jitihada za kuhakikisha kuwa tunawawezesha katika masuala mazima ya kiutendaji, lakini pia ujenzi wa miundombinu muhimu ya jeshi hili ili kuweza kuliimarisha zaidi ili liweze kutoa huduma zake kwa ufanisi katika utendaji. Ndugu zangu, nipende kuhakikishia kuwa wizara yenu ya mambo ya ndani ya nchi itaendelea kufuatilia kwa karibu sana utekelezaji wa miradi mbalimbali ambayo mnaitekeleza, ambayo baadhi yake mwenyekiti wa baraza ameieleza pale. Aidha, nitoe wito kwenu kuendelea kutunza vitendea kazi ambavyo tayari tumeshavipokea. Tumesikia kuna wenzetu ambao wamepata au watapata ajira na wataweza kushiriki katika kuvitumia vitendea kazi hivyo, basi wavitumie kwa weledi na tuweze kuvitunza ili viweze kusaidia sio tu kwa sisi ambao tuko kwenye jeshi leo, lakini na wenzetu wengine ambao watapata bahati ya kuja kuhudumia kwenye jeshi letu.